Shangazi wa Mombasa. Kulikuwa na binti mmoja aliyefahamika kwa jina la Lucy. Lucy alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Dole iliyopo huko mjini Arusha. Maendeleo yake kitaaluma yalikuwa ni mazuri sana. Walimu walimpenda na kumsifu kila mara. Wazazi wake pia walifurahika kuwa na binti mwerevu. Ila kila likizo ilipofika, shangazi wa Lucy aliyekuwa akiishi huko Mombasa nchini Kenya, alikuwa akimsihi sana mama mzazi wa Lucy, ili tu Lucy ende Mombasa kumsalimia. Wifi, hebu mruhusuni Lucy japo aje kunisalimia. Mjue nimemisi sana. Aliongea maneno haya kila alipozungumza na mama Lucy kwa njia ya simu. Miezi mitatu baadaye, baada ya shule za sekondari kufungwa kwa likizo ndefu ya mwezi wa 12, mama mzazi wa Lucy alimshawishi sana mumewe ili Lucy asafiri hadi Mombasa kwa ajili ya kwenda kumsalimia shangazi yake. Ijapokuwa baba wa Lucy alisita kutokana na jinsi anavyozifahamu tabia za dada yake huyo aliyetoroka nchini na kwenda kujichimbia huko Mombasa kwa miaka mingi. Usiwe hivyo mume wangu. Viki ni dada yako. Hawezi kumfanyia Lucy ubaya huo unaoudhania. Bado mama mzazi wa Lucy alizidi kushawishi, hatimaye baba Lucy akakubali. Na ndani ya wiki hiyo hiyo, mpango wa kumsafirisha Lucy kwenda Kenya ukatimia, ili ende akakutane shangazi yake wa Mombasa. Baada ya safari hiyo ndefu ya basi kutamatika, Lucy alimudu kuwasili kwenye ardhi ya Mombasa salama salmini. Shangazi yake akampokea na kufarijika mno. Wakakumbatiana kama sehemu ya kuonyeshana furaha zao. Kisha wakaingia hadi sebleni na kupata kuketi kwenye sofa nzuri za hariri. Dada wa kazi akawaletea sharubati tamu ya matunda. Kila mtu akapatiwa yake. Lucy akawa anakunywa kwa kufurahi. Maana hiyo ndiyo iliyokuwa safari yake ndefu ya kwanza kusafiri kwa basi. Lucy, jisikie tu amani. Maana hapa ni kama nyumbani kwako tu. Kwani mimi na baba yako ni mtu na mdogo wake. Hivyo usiwe na hofu hata kidogo, sawa Lucy? Sawa shangazi, Lucy alijibu. Muda ukazidi kusonga sana. Hatimaye giza likatanda. Anga lote la Mombasa likawa jeusi. Nyota chache zikaonekana angani siku hii. Kila mtu akajificha ndani kama sehemu ya kujinusuru na giza. Lucy na shangazi yake wakawa wapo bize sebleni wakitizama runinga. Walikuwa wakitizama filamu ya Kimarekani, filamu iliyojaa maudhui ya kikubwa. Ila jambo la kushangaza, shangazi hakujali umri wa Lucy. Alizidi tu kumuhimiza ili waendelee kutizama hivyo hivyo. Mara moja Lucy alikuwa akiziba macho yake kwa mkono, ili tu asishuhudie vitendo hivyo vya kingono vilivyokuwa havitulii kwenye filamu hiyo ya Mablaki Amerika. Lucy, acha uoga, wewe ni binti, tena binti wa kisasa, hivyo usiogope picha hizi, alisema shangazi wa Mombasa. Sawa. Lakini mwalimu wa somo la sayansi ya viumbe ametukataza tusitizame filamu za ngono. Maana zina vishawishi vibaya, hasa kwetu sisi mabinti tunaochipukia, Lucy alijibu. Kisha shangazi wa Mombasa akatabasamu kwa sekunde kadhaa. Alafu akamsogelea Lucy karibu zaidi. Akambusu juu ya mdomo wake. Lucy akabaki tu akishangaa, kwani hakuwahi kutarajia jambo kama hilo toka kwa shangazi yake. Lucy, usiogope. Hii ni Mombasa, huku ndipo raha zilipozaliwa. Wachana na Arusha. Kule ni kwa washamba tu, hawana jipya. Shangazi aliongea, kisha akachukua glasi yake yenye kinywaji cheupe. Alafu akamnywesha Lucy kwa lazima. Lucy akanywa huku akiwa amefumba macho. Kunywa tena. Hii inachangamsha mwili, itakutoa uchovu wote wa safari, shangazi wa Mombasa alieleza, huku akimuongezea Lucy glasi nyingine yenye kinywaji kile kile cha ajabu. Lucy akanywa, yote ikaisha. Shangazi akaongeza nyingine tena. Lucy akaikwapua kwa nguvu. Akaimimina yote mdomoni bila kujali. Baada ya nusu saa kupita, Lucy alianza kucheka mwenyewe, huku akicheza kwa kukata viuno bila haya.
Wala usingeliweza kumfananisha na yule wa mchana aliyefika toka Arusha. Maana muda huu alikuwa amechangamka sana. Lucy alizidi kujiachia, shangazi yake akamshika mkono na kuanza kumkokota kuelekea chumbani. Wakaingizana hadi chumbani. Shangazi wa Mombasa akamsukumiza Lucy juu ya kitanda. Lucy akajilaza kwa kujiachia, kwani muda huu akili zilikuwa sio zake tena. Kutokana na ulevi ule mkali wa kuchanganyiwa aliougida bila kujua. Leo ndo leo, Lucy. Nataka nikufundishe raha mpya za duniani, alisema shangazi. Lucy akawa tu anacheka bila kujielewa. Shangazi wa Mombasa akamvua Lucy nguo moja baada ya nyingine, mpaka Lucy akabaki mtupu asiye na mavazi. Ndipo shangazi akapanda kitandani na kuuweka mdomo wake juu kabisa ya sehemu ile kilipo kiungo cha siri cha Lucy, yaani uke. Kisha shangazi akaanza kuramba Lucy kwa kwenda mbele. Aishi, Lucy aligugumia kwa sauti isiyoelezeka. Mdadi wote ukamzidia. Akaanza kufumba macho na kulegeza mdomo kama teja. Vitendo vya kiovu vikachukua nafasi humo chumbani. Asubuhi kulipopambazuka, Lucy alistaajabu sana kuona amelela kitanda kimoja na shangazi yake. Tena si kulala tu, bali kulala katika hali ya kukumbatiana kama mke na mume. Itaendelea, usisahau kusubscribe.